Kuna familia iko hapa wanaongea na kijana wao. Mwamba yuko Marekani, alafu mchizi anaitwa Devi. Basi familia nzima ikawa imekusanyika hapa, wamepiga video call wakawa wanaongea. Kuna ndogo wake huyo hapa anaitwa Frank. Basi stories zikawa zimedoga kweli kweli. Mama anafurahi anasema jamani tumekumisi, lakini upande wa pili kuna binti mrembo huyo hapa anaitwa Witi. Witi inasemekana ni mchumba wa yule mwamba ambaye yuko Marekani anaitwa Devi. Dada anamshukuru sana mchizi, kuna zawadi fulani hivi amemtumia. Basi bwana, baadaye bibi Witi akiwa njiani hapa, kuna gari kali inakuja kupaki, alafu mchizi anamwambia oya, hebu ingia katika gari basi tuongee. Dada akasema pana, mimi natembea. Akasema binti mrembo kama wewe kwa nini? Akasema sikia, unajua mimi sihitaji mambo yako kwa sababu ni mke wa mtu mtarajiwa. Akasema mke kitu gani? Hebu sikiza nikwambie, unajua mimi nimekupenda, please naomba uingie basi. Sijui alijibu nini, lakini huku dogo Frank leo katumiwa zawadi. Zawadi gani? Bonge la laptop fulani hivi la bei kali kinyama yani. Kabidi ampige simu bro. Kaambia bwana zawadi nimeipata hii hapa yani kali kinyama. Aisee, Mungu akubariki sana kaka. Yani nimefurahia hapa, kitabu kitatembea vizuri. Ni kaka yake, lakini leo binti huyu amekuja ukweni kumsalimia mama yake. Asema jamani, mwanangu akirudi tu Marekani atakoa. Akisema hata mimi ameniambia, lakini kidogo kuna hodi inagongwa. Dada si akaenda kufungua bwana. Bwana ghafla mchizi Devi amerudi. Tena shangaa, umerudiji? Akasema kuna kesi imetokea, ngoja niwaambie. Alipofika hapa ikabidi aeleze jamani, mimi nimefukuzwa kule nchini Marekani. Nilikuwa nafanya kazi zangu vizuri tu, lakini ndio hivyo, rais ametoa amri ya kwamba wahamiaji wote warudishwe katika nchi zao. Kwa hivyo nimerudi hapa, sina hata shilingi 100. Bibi Witi amepata kichwa kimewaka moto kweli kweli. Anajiuliza hii inakuaje? Yaani mpenzi wake karudi kutoka Marekani, alafu ana hata shilingi 100 yani. Kisa amefukuzwa. Hii ikoje? Kuna simu anapiga, lakini sijui simu ile ilikuwa inaenda wapi. Jamaa leo kipindi anatoka dukani anakutana binti mrembo huyu hapa anaitwa Dina. Dina ikabidi amkumbatie mchizi Devi. Akisema hebu niambie, hivi ni wewe ambaye nakuona hapa? Mbona imekuwa ghafla hivyo? Akisema ndio hivyo, lakini nitakueleza kila kitu. Akisema rafiki yangu, yani nikumisi kinyama. Akisema ndio hivyo, nami nimerudi. Akisema basi sawa, hebu kwanza nipatie namba zako, alafu baadaye tutaongea vizuri. Dina ni nani? Tutajua kila kitu katika movie hapa leo. Bibi Witi akati natoka hapa, mchizi akaja tena kaambia mrembo, unamtafuta nani hapo? Hebu ingia katika gari basi. Alafu sikia, usije ukawa mgumu, unajua ni maisha tu. Njoo katika gari tupige story. Mimi nakupenda. Akasema sikia, unanipenda kitu gani? Mpenzi wangu amesharudi, hebu ondoka bwana. Jizi kabidi acheke sana. Akasema basi sawa, kama una mpenzi na amesharudi, ngoja mimi nisepe na gari yangu. Jioni ya leo dada anamoji maswali mchizi hapa. Asemani umerudi ghafla, kazi umefukuzwa, sasa maisha yatakuwaje rafiki yangu? Na mimi nilikuwa nakusubiri ili mradi unioe. Akamwambia sawa, nitatafuta kazi nyingine. Akisema tafuta, lakini haya maisha mimi naona mimi na wewe itakuwa ni ngumu sana kuweza kuendelea, kwa sababu naona ugumu wa maisha utakuja. Akisema sikia, maisha kuna mabadiliko, kwa nini unakuwa hivyo? Bwana dada akaondoka. Mwamba akamtazama sana huyu bibie, ili kuaje? Yaani kusikia tu mchizi amerudi afu ana pesa, basi tayari upendo umeisha. Wakati anatembea hapa bwana, yule mwamba mwenye gari akamuita tena, akisema binti mrembo, kwa nini upo hivyo? Hebu njoo basi. Leo baada ya kujua ya kwamba Devi amerudi ni maskini kwa tamaa zake, dada Witi anaingia katika gari la mchizi huyo hapa. Kaisha tayari. Basi bwana, Devi leo anapita zake katika mtaa huu hapa, anatafuta kazi nyingine ya kufanya kwa sababu ndio hivyo, maisha yamebuma bwana. Lakini wakati anatembea hapa, kuna gari inafika. Mchizi anayetoka hapa anaitwa Michael. Ambia oya, vipi bwana? Mwamba kutazama, anamuona binti mrembo ambaye ni mpenzi wake, alafu mwamba anamshika kama hivi, anasema oya, huyu sio mke wako tena, amefuata sehemu ambayo ina pesa, kwa hivyo wewe mpotezee tu. Hebu fikiria, ungekuwa wewe ni Devi ungefanya nini bwana? Hii kesi akamletea mzee wake, akamwambia mzee, iko ndio kilichotokea. Akasema sikia, huyu binti inaonekana alitamani tu pesa zako, lakini hakuwa na upendo wa dhati kwako, na ndio maana amefanya maamuzi kama haya. Kwa hivyo kitu cha msingi hapa ni kuachana naye na kujipanga, ili mradi aweze kutafuta pesa, maisha mengine yatawezekana. Sawa kijana wangu? Ni hatari, lakini hana kazi ya kufanya.
kwa hivyo inabidi afanyie kazi zote ambazo ziko nyumbani. Leo yuko zake hapa anaosha vyombo alafu dogo kwa dharau kabisa eti analeta chombo kingine. Nyie yani kama hauna kazi unadharaulika sana sana sana. Chizi alikuwa anaosha vyombo alafu dogo kaja kumuongezea, ni hatari. Lakini leo mwamba ikabidi amfuate bibi Witi. Dada namuuliza umefuata kitu gani? Mimi ni mpenzi wa mtu. Akasema sawa, lakini kwa nini umenifanyia hivi? Asema sikia, mimi nimefanya hivyo kwa sababu sijaona future tena kati yangu mimi na wewe. Wewe ni maskini, itawezekana vipi sasa kunilea mtoto mlembo kama wewe? Please, tafadhali naomba uondoke. Akasema wewe pumbavu nini? Niondoke? Yaani haya yote niliyofanya juu yako. Dada kamwesha kofi akamwambia sikia, nina mtu mwingine, hivyo vizawadi vyako ni vya puuzi tu, naomba uondoke hapa. Mwamba ameumia sana, yaani zawadi zote na huduma zote ambazo alikuwa anampatia kipindi yuko Marekani, kumbe hamna kitu kabisa. Alafu leo yuko hapa eti dada yake anakuja kumletea vitu, namwambia sikia, hebu peleka nyumbani hayo matumizi, alafu mimi nitakuja baadaye. Ni dharau, yaani anatumwa kama mtoto. Lakini kidogo yule bibi Dina alimwona hapa, akasema wewe ikoje? Akasema ndio hivyo, nimepewa mzigo hapa. Akasema sikia, hebu twende kwanza katika gari yangu tukaongee vizuri, ili mradi tujue je nini kinaendelea hapa. Alipofika ikabidi amwambie upo kimya sana, kuna tatizo gani? Mwamba akasema kawaida tu. Akasema no, sio kawaida, hebu nieleze ukweli, pengine naweza nikakusaidia jambo. Mwamba akamwambia ni kweli, mimi nilifukuzwa kazi kule Marekani na nimerudishwa hapa, sina hata shilingi 100, lakini pointi ni kwamba mpenzi wangu ambaye nilikuwa nampenda sana pia naye amenisaliti. Akisema jamani, sikiza nikwambie, mimi nitatafuta kazi kwa ajili yako, alafu kila kitu kitakuwa sawa. Nina kampuni ambayo naimiliki, kwa hivyo nitakupatia kazi. Mwamba akafurahi kweli kweli, akamwambia ni kweli? Dada akasema ndio, kwa hivyo jiandae kwa hilo. Lakini urafiki wao uliwakutanisha tena katika sehemu hii. Inaonekana hawa watu wanafahamiana tangia zamani, lakini je, wanafahamiana vipi? Kama wakula bwana, hili movie lina bonge la funzo. Leo dogo huyu hapa Frank anakuja hapa, anaambia baba, nimefaulu masomo yangu, hebu tazama basi. Mama anasema jamani, hongera sana kijana wangu, kama umeweza kufaulu vizuri katika mitihani yako. Lakini kidogo mchizi anafika hapa Devi alipofika hapa akasema jamani, kuna nini? Mama asema mwanangu huyu hapa mjanja kweli kweli, amefaulu vizuri. Akasema basi sawa. Usiku ule mchizi alikuwa na njaa, anafika hapa anafunua hakuna chakula sehemu yoyote, yaani kifupi hajamwekea chakula. Kidogo mama anaingia hapa, alipoingia ikabidi amuulize chakula iko wapi mama, yaani niko na njaa kweli kweli. Akasema we chakula umefanya kazi. Akasema jamani, kwa nini hamjaniwekea? Akasema sikia, hatuwezi kukuwekea chakula wewe kwa sababu ni mpumbavu, tafuta kazi ufanye. Alafu mama akaondoka. Chizi anajiuliza hii ikoje bwana, ikabidi tu aende kuonana na Dina, walau waliwazane kupiga stori na vitu kama hivyo. Wanapokutana wanacheka sana, lakini kidogo kuna gari inapita hapa. Hii gari ya nani? Ni ya Michael na mpenzi wake yule Witi. Witi anatoka kwa dharau kweli kweli, asema kwa hivyo umepata mwanamke mwingine si ndio? Basi sikiliza nikwambie, wewe na huyo maskini wako nawapatia kadi hii hapa ya mwaliko, mje katika harusi yangu, sawa? Njooni wote wawili mle mshibe. Akamshika kidevu, alafu mwisho siku anaingia katika ndinga kama hii. Ni dharau zaidi ya dharau. Lakini ajabu kabisa, Dina hakukasirika, akasema yani yule hajui nini ambacho kinaendelea katika maisha, wala usimwazie, maisha yataendelea kama kawaida. Basi wakakumbatiana na vitu kama hivyo. Usiku wa leo huku ndani wanamsema sana mwamba huyu hapa, yani walikuwa wanamwongelea vitu vibaya fulani hivi. Chiza alipofika hapa familia nzima ikakaa kimya, alafu alipopita akawa anaendelea kusema jamani, yani kaka sasa hivi kaa pumbavu kinyama. Lakini kwa upande wa pili leo tunamuona Dina na mwamba Devi wako katika sehemu hii hapa, wanakagua mjengo mmoja wa hatari sana. Baadaye walipotoka pale site wakaja kwenda kuangalia mjengo mwingine ambao umekamilika. Chizi akamwambia sikiliza, kazi ulioifanya imetukuka sana, yaani kiukweli siamini kama umeweza kutengeneza kitu kama hiki. Hii nyumba ni ya nani? Ni ya Dina au ni ya mwamba hapa Devi? Alipofika hapa ndani
Dada akamwambia, sikia, hiki ndio kitu ambacho tumekifanya, hebu karibu, hapa ni nyumbani kwako, ngoja niingie toilet kidogo. Mwanamchezo akawa anashangaa, jumba zuri kweli kweli, kila kitu kiko sawa kama vile ambavyo yeye alikuwa anawaza siku zote. Anarudi hapa, baba akamsimamisha, akamwambia, we, hebu rudi hapa, hii tabia ya kuja humu ndani na kuondoka alafu ufanye kazi yoyote, bora tu uondoke kabisa. Sasa unasemaje? Mama akasema ndio, yani hatukuhitaji. Kwa nini uendelee kukaa humu ndani unatembea tembea, hauna kazi yoyote, bora utoke tu. Ni mtoto wao wa kumzaa na alikuwa na msaada mkubwa sana, lakini ndio hivyo, dogo kwa asili ikabidi achukue begi yake asepe. Akawatazama hapa pembeni kuna mama na baba, na hii nyumba aliwajengea. Yani binadamu ni hatari sana. Basi bwana Mcheze akaenda kukutana Dina, akasema ndio hivyo, wazee wangu ambao nilikuwa nawategemea na wasaidia kila siku, yalau wasimame na mimi, lakini imekuwa ni tofauti sana. Dina ikabidi ampatie tu moyo na kumfariji ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Basi bwana, leo kuna mwaliko hapa na inaonekana watu wengi sana wanaondolia katika sehemu hii. Tumemwona Dina, lakini baadaye ikaja ile familia ya Mwamba Devi. Basi bwana, haijulikani hapa kuna tukio gani, lakini kwa vile tupo tutaelewa kila kitu. Kidogo akaja Witi na mpenzi wake Michael. Walipofika hapa, huyu Mwamba hapa ambaye amevaa nguo nyeupe ndio inasemekana ametoa mwaliko. Wakakutana bwana Witi na Dina. Dina anamcheka kweli kweli ya kwamba amekubali vipi kuwa na mtu maskini. Kidogo huyu Mwamba hapa ikabidi aongee, jamani asanteni sana kwa mwaliko ambao nimewapatia na wote mmefika, lakini mimi sio muhusika wa shughuli hii. Hapa shughuli maalum ni kwamba kuna huyu hapa ambaye ametwita hapa. Huyo ni nani? Hapa kulikuwa kuna uzinduzi wa nyumba kali kweli kweli, lakini cha ajabu mwenye nyumba hii inasemekana ni Devi. Bwana Devi ikabidi aanze kuongea. Dada amechoka kweli kweli, familia naye imechoka. Akasema, jamani, nyinyi mliweza kunidharau sana na kunifanyia kila aina ya baya mara baada ya mimi kuambia kwamba nimefukuzwa kazi, lakini mimi nilikuwa nawapima tu, sijafukuzwa kazi na nilikuwa tayari nimeshawekeza kwa mtu mwingine ambaye nilimwamini zaidi. Kwa hivyo nilifanya vile ili mradi nipime, je, familia yangu mnaweza mkasimama na mimi hata katika kipindi ambacho nitakapopitia magumu, lakini nimeona na nimejifunza kila kitu. Hata wewe mdogo wangu, yani zile zawadi na pesa ambazo nilikuwa nakutumia kwako haikuwa na thamani yoyote. Mama, baba, hebu angalieni mmefanya kitu gani juu yangu, lakini ina maana haya ndio malipo ambayo mimi nastahili kuyapata kutoka kwenu, yani kisa tu nimepata anguko la kiuchumi. Basi niwaambie tu, mimi niko na huyu mwanamke hapa, na huyu mwanamke ndio amesimamia kila kitu katika maisha yangu, na hadi hizi nyumba zimekamilika ni kwa sababu yake. Dada akaitwa hapa akasema, mimi nakupenda, kwa upendo wangu sitaweza kufanya kitu cha tofauti na vile ambavyo naelekezwa. Akasema, jamani, basi mimi binafsi nimesamehe, tunaweza kuendelea kula chakula na pia karibuni hapa katika mjengo wangu. Lakini kidogo askari polisi wanafika hapa, wanasema, Michael, uko chini ya ulinzi, wewe ni tapeli na unaiba magari na magari yako yote yametaifishwa pamoja na mali zako. Kwa hivyo kuanzia sasa utaenda kutumikia kifungo ambacho utapewa. Bwana Witi limemshuka kweli kweli. Mwanamume alikuwa anamtegemea, kumbe ni tapeli bwana. Mama naye kachoka kweli kweli. Familia inashangaa, asema kumbe yule alikuwa anasema yuko na tajiri, kumbe tajiri mwenyewe ndio hivyo, ni tapeli kweli kweli. Basi familia, dada, mama waliweza kumwomba msamaha mchizi, lakini Mwamba aliwasamehe kilo safi tu. Lakini mwisho wa siku alitoa somo kubwa kwa upande wa familia na sisi ambao tunatazama movie hii. Bwana, movie inakamilika, lakini funzo la kwanza kabisa ambalo tunalipata katika movie hii ni kwamba usimlalau mtu kwa sababu amepata anguko fulani na kiuchumi. Hawezi jua, watakiwa usimame naye katika nyakati zote, kwa sababu kesho yake anayeifahamu ni Mungu pekee. Alafu funzo la pili, wewe kama mzazi hutakiwi kumbagua mtoto ambaye hana kazi. Yani usije ukapendelea mwanangu huyu nampenda kwa sababu ni tajiri, alafu huyu namdharau kwa sababu ni maskini. Hapana, ipo siku yule maskini
anaweza akawa na msaada mkubwa kuliko hata huyo tajiri ambaye unampenda leo. Lakini je, kwa wewe ambaye umetazama movie hii kuanzia mwanzo hadi mwisho, umejifunza kitu gani? Bwana, weka comment hapo chini kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.